Torati sura ya 14 mstari wa 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 18 anasema, kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya mwaka huo. La maongeo yako ya mwaka huo. Maongeo maana yake kwenye Kiingereza wameandika of your increase. Maana yake toa fungu la 10 kwenye kilichoongezeka. Usitoe fungu la 10 kwenye mtaji, toa fungu la 10 kwenye kilichoongezeka. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati fulani nikawa nawaza. Wanasema mfano mkulima akilima akapata gunia 200, anatakiwa atoe fungu la 10 magunia 20. Wakati mwingine sio sawa, kwa sababu kuna gharama ambazo alizotumia kulima. Kwa hiyo anatakiwa atoe zile gharama alizotakiwa kulima, ndipo atoe fungu la 10. Mfano kama amepata magunia 200 ameyauza. Sasa ukiyauza ndio ina make sense. Akiyauza yale magunia 200 akapata labda milioni 100, na gharama za kulima ilikuwa ni milioni 50. Akisema anatoa fungu la 10 kwenye ile milioni 100 inakuwa sio sawa. Anatakiwa atoe fungu la 10 kwenye shingapi? Kwenye milioni 50. Kwa hiyo fungu la 10 tunatoa kwenye faida, kwenye kilichoongezeka, kwenye maongeo, kwenye ongezeko of your increase. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele. Sehemu nyingine ambapo natoa fungu la 10 kwenye fungu la 10. Unatoa fungu la 10 kwenye fungu la 10. Sasa hii ni kwa watumishi wanaopokea fungu la 10. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu au kama mtu amekubariki kwamba hili ni fungu lake la 10 ameamua kukupa, make sure pia kwenye hilo fungu la 10 unatoa na fungu la 10. Unatoa na fungu la 10. Anasema kwenye kitabu cha Hesabu 18 mstari wa 26, tena utanena na Walawi na kuambia, hapo mtakapoitwaa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliowapa ninyi kutoka kwao kuwa urithi wenu, ndipo mtakaposogeza sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo, iwe zaka katika hiyo zaka, iwe zaka katika hiyo zaka. Walawi walipewa kibali cha kupewa fungu la 10 na Waisraeli. Waisraeli walikuwa wanatoa fungu la 10 wanawapa Walawi, lakini Walawi hawakutakiwa kula hiyo fungu la 10. Walitakiwa kwenye ile fungu la 10 wanayopewa watoe na wao fungu la 10. Mfano amekuletea mtu sadaka yake fungu la 10 200,000, 20,000 sio ya kwako, ni ya Bwana. Tuendelee tena mbele. Somo la leo ni rahisi na ni zuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Faida za kutoa sadaka ya fungu la 10. Kuna faida gani kutoa sadaka ya fungu la 10? Unajua wakati nilikuwa nasoma kwenye Biblia nikashangaa hivi, Mungu na uhakika hivi vitu ninavyovisema vipo kweli kwenye fungu la 10? Kuna vitu naviona ninashtuka, Mungu kweli, kuna wapi basi tunakosea? Mbona hatuoni maisha yetu yakiwa namna hiyo? Haleluya. Mungu kukubariki kiagano. Faida ya kwanza ya kutoa sadaka ya fungu la 10. Mungu kukubariki kiagano. Faida ya kutoa fungu la 10 ni Mungu kukubariki kiagano. Mwanzo sura ya 14 mstari wa 17 na wa 20. Ibrahimu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye,
Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Sasa hii ni story ya Ibrahim. Ibrahim ameenda kupigana vita. Ndugu yake Lutu alitekwa. Ameenda kupigana vita na ameshinda ile vita. Ameshinda ile vita na ameteka nyara. Na kwa sababu anajua kanuni ya kiroho ya kutoa sadaka ya fungu la 10, akawa ametenga na sadaka yake ya fungu la 10. Kwa hiyo anarudi. Na siku zote kazi mojawapo ya kuhani ni kubariki watu wanapotoa sadaka. Siku zote kazi mojawapo ya kuhani ni kubariki watu wanapotoa sadaka. Kwa hiyo Ibrahim anatoka huko vitani na nyara na ametenga na sadaka yake ya fungu la 10. Alafu tunaona Melkizedek kuhani wa Mungu aliye juu anaenda kuonana na Ibrahim. Kwa nini anaenda kuonana na Ibrahim? Kwa sababu Ibrahim ana sadaka ya fungu la 10. Na kazi ya kuhani ni kumbariki mtu anapotoa sadaka. Kwa hiyo Melkizedek anaenda kukutana na Ibrahim. Sasa cha ajabu zaidi, angalia cha ajabu. Nikajua tu Melkizedek angetoka tu anaenda kuonana na Ibrahim ili ambariki kwa sababu ya utoaji wa sadaka yake ya fungu la 10. Lakini Melkizedek hatoki tu hivyo hivyo. Biblia inasema, neno la Mungu linasema kwamba na Melkizedek mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Akaleta mkate na divai. Kwa nini alileta mkate na divai? Kwa nini Melkizedek anaenda kumbariki Ibrahim? Kwa sababu ya utoaji wake wa fungu la 10. Lakini haendi tu hivyo hivyo, anabeba mkate na divai. Kwa nini abebe mkate na divai kwenda kuonana na Ibrahim mwenye sadaka yake ya fungu la 10? Kwa nini asiende tu mwenyewe? Kwa nini abebe mkate na divai? Ule mkate na divai ulikuwa kwa ajili ya kitu gani? Kumbuka, mkate na divai katika Agano Jipya maana yake ni mwili na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake ni chakula cha kiagano. Ni chakula cha kiagano. Maana yake alikuwa anaenda kiagano kwa Ibrahimu. Hakuwa anaenda tu kikawaida, alikuwa anaenda kiagano kwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema alibeba mkate na divai. Hiyo ni ishara katika ulimwengu wa roho kwamba huyu Melkizedek haendi tu kwa Ibrahim kuonana naye kikawaida, anaenda kuonana naye kiagano. Na kwa sababu anaenda kuonana naye kiagano, maana yake hata baraka alizobeba ni za kiagano. Maana yake alipoenda kumbariki Ibrahim, hasikuwa tu ni baraka za kawaida, zilikuwa ni baraka za kiagano. Kwa unapotoa fungu la 10, kuna baraka za kiagano ambazo Mungu anaachilia kwenye maisha yako. Na kuna tofauti kati ya baraka za kawaida na baraka za kiagano. Baraka za kiagano, haijalishi mazingira yakoje, Mungu lazima tu atakufanikisha. Ukiwa na baraka za kiagano, haijalishi mazingira yamebadilika kiasi gani, lazima wewe ufanikiwe. Ukiwa na baraka za kiagano, haijalishi kazini wanafukuza watu, lakini wewe utabaki hapo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Kasome habari za Isaka. Wakati njaa imetokea, kila mtu anakimbia Kanaani. Mungu akamtokea Isaka, akamwambia usiondoke hapa, nitakubariki. Kilichofanya abarikiwe pale ni nini? Ni baraka za kiagano. Haleluya. 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 Baraka za kiagano. Unajua Mungu akikubariki kiagano,
akisema mfano, ninaenda kukufanikisha mwaka huu, mfano amekwambia naenda kukufanikisha kiuchumi mwaka huu, alafu ghafla mwaka huo kwenye hiyo nchi kukatokea matatizo mengi sana ya kiuchumi, lakini kwa sababu Mungu amesema anaenda kukufanikisha mwaka huo, na amesema hivyo kutoka kwenye pointi ya agano, hana namna, lazima kufanikisha. Unajua kwa nini? Kwa sababu lile agano linakuwa limembana. Asipofanya anakuwa amevunja agano, na Mungu havunji maagano. Bwana Yesu asifiwe. Mungu havunji maagano. Kwa hiyo asipofanya anakuwa amevunja agano. Na watu hatujaelewa ishi ya maagano vizuri. Kasome vizuri maagano yalivyokuwa yanatengenezwa. Maagano yalivyokuwa yanatengenezwa, ilikuwa mnyama anapasuliwa katikati, anatengwa upande mmoja wa kushoto wa yule mnyama unakuwa kule, na upande wa mwingine unakuwa huku. Alafu wale wanaofanya agano wanapita katikati, kwamba yeyote atakayevunja hilo agano apasuliwe kama huyo mnyama. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo unaanza kuelewa kwa nini Mungu anatakiwa tu afanye. Kwa sababu asipofanya maana yake apasuliwe. Can you imagine Mungu apasuliwe? Kwa hiyo sasa, hata kama kwenye hiyo nchi kuna njaa kiasi gani, wewe lazima ufanikiwe, kwa sababu Mungu hatakubali kupasuliwa. Lakini pia Mungu havunji maagano. Haleluya, haleluya. Biblia inasema Melkizedek akaenda na divai na mkate. Maana yake ameenda kumbariki Ibrahimu kiagano, kwamba Ibrahimu, hizi baraka nazo ziachilia kwako, haijalishi mazingira yatabadilika, lazima zitokee. Hichi kitu nachokuambia Ibrahimu, haijalishi nchi imetokewa njaa kiasi gani, lazima wewe utafanikiwa. Ndio maana nakwambia hapa, njaa imetokea nchi nzima kipindi cha Isaka. Watu wanapanda wavuni, lakini jamaa anavuna. Manake inaweza katokea kazini, watu wakafukuzwa wote kazini, lakini bosi anashangaa ya kufukuzi tu, upo tu hapo. Biashara za wote zinakufa, yako kwako haifi. Hata unajiuliza hivi biashara ina shida gani? Moto unatokea huko, moto unatokea huko, duka lako hata liungui. Haleluya, haleluya, haleluya. Akaenda na mkate na divai. Alikuwa anaenda kumbariki kiagano. Alikuwa anaenda kumbariki kiagano. Na baraka hizi za kiagano zinapatikana unapotoa fungu la 10. Tuendelee mbele. Tuendelee mbele kidogo. Faida ya pili. Faida ya pili. Unapotoa sadaka ya fungu la 10, unaupa nafasi uzao ulioko kwenye viuno vyako kutoa sadaka na kuja kunufaika na baraka zake. Hii niligusia kidogo Ijumaa hii. Unapotoa sadaka ya fungu la 10, unaupa nafasi uzao ulioko kwenye viuno vyako kutoa sadaka na kuja kunufaika na baraka zake. Unapotoa sadaka ya fungu la 10, unaupa nafasi uzao ulioko kwenye viuno vyako kutoa sadaka na kuja kunufaika na baraka zake. Waebrania sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Waebrania sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedek alipokutana naye. Biblia inasema tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedek alipokutana naye. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anaenda kutoa sadaka na Lawi alikuwa anatoa sadaka,
Lawi alikuwa wapi? Kwenye viuno vya Ibrahimu. Sasa vipi kuhusiana na wanawake? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Ibrahimu yeye alikuwa anajihisi anatoa sadaka yeye peke yake, kitu ambacho alikuwa hajui. Kumbe na Lawi alikuwa kwenye viuno vyake saa ile anatoa sadaka, na yeye akatoa. Nikamwambia haya ni maajabu. Labda iwe tu kwenye issue ya sadaka, ikiwa na mambo mengine ni balaa. Ikiwa na mambo mengine ni balaa. Kama Ibrahim akitoa sadaka na Lawi anatoa sadaka, Ibrahim akaenda kuzini, inakuaje hapo? Okay, Ibrahim akienda kuiba, kona Lawi anaiba. Kona na laana za wizi na yeye atanufaika nazo akizaliwa tu. Kwa sababu Biblia inasema alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Okay. Kwa hiyo na yeye Lawi alitoa sadaka. Na unapotoa sadaka yoyote kuna baraka za hizo sadaka. Kwa hiyo tunategemea pia na Lawi kunufaika na baraka za zile sadaka. That why unaona mtu anazaliwa alafu maisha yake ni malaini sana. Unajiuliza huyu jamaa mbona maisha yake hapambani? Unashangaa jamaa akigusa tu kitu kidogo kinaenda. Lakini haombi, afanye chochote. Mwenzako alitoa sadaka akiwa kwenye viuno. Acha kujishindanisha na watu ambao hujui siri zilizoko kwenye maisha yao. Wanasema kama Mungu amemfanikisha yule na mimi atanifanikisha. Haya, wewe mama yako, baba yako alikuwa anatoa sadaka? Baba yako ndo kwanza alikuwa anatoa sadaka kwa mizimu. Lakini mwenzako baba yake alikuwa anatoa sadaka kwa Mungu, amejenga makanisa ya makubwa. Sasa kwa sababu baba yake alikuwa anatoa sadaka na yeye alikuwa anatoa akiwa kwenye viuno. Sasa ametokea ananufaika na zile baraka kwa sababu ukitoa lazima upokee. Kwa hiyo yeye anapokea sasa hivi, sio kwamba alikuwa atoi. Haleluya. 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 Kwa hiyo acha kushangaa watu wanapofanikiwa tu, wanafanikiwa tu, unajiuliza jamaa siri yao ni nini? Siri yao walitoa sadaka wakiwa kwenye viuno. Haleluya. Hii kanipa kutafakari, nikasema kumbe ninapoenda kutoa sadaka inabidi ninawakusanya wote walio kwenye viuno. Twende tukatoe sadaka. Twende tukatoe sadaka. Inanipa kuwa na consciousness. Kumbe ninapotoa sadaka sitoi tu kwa ajili yangu, ila ninatoa na kwa ajili walioko kwenye viuno. Ndicho kilichomsaidia Isaka. Ndicho kilichomsaidia Lawi. Okay. Tuendelee tena mbele kidogo. Itakuwa pointi ya ngapi? Faida ya ngapi itakuwa? Ya 3. Sio ya pili. Ya pili bwana. Nimesema faida ya kwanza ya kutoa fungu la 10. Mungu kukubariki kiagano. Ya pili nikasema yes, unatoa nafasi kwa uzao wako kutoa sadaka na kupokea baraka za zile sadaka. Kwa hiyo ya 3 itakuwa ni hii. Inakupa kupokea upako wa kifalme na wa kikuhani. Haleluya. Hivi vyote viko kwenye sadaka fungu la 10. Inakupa kupokea upako wa kifalme na wa kikuhani. Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 7 mstari wa 1 na wa 2. Kwa maana Melkizedek huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa amani. Swali nilojiuliza hapa, Biblia
inasema kwa maana Melkizedek huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu. Kulikuwa kuna haja gani kutaja? Si angesema tu huyo Melkizedek. Why mfalme wa Salemu? Why kuhani wa Mungu? Kwa nini atutajie vyeo vya huyo Melkizedek? Unataka uniambie kwamba Biblia ilikuwa inataka tu kumuonyesha jamaa huyo alivyokuwa mwamba? Kuna kitu ambacho nataka tuone hapo. Haleluya. Kuna kitu ambacho nataka tuone hapo. Biblia inasema kwa maana huyo Melkizedek mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Kwa nini anataja hizi nafasi mbili? Anataka kutuonyesha aina ya upako ambaye huyu mfalme Melkizedek aliubeba wakati anaenda kwa Ibrahimu. Anatuonyesha aina ya upako ambao aliubeba Melkizedek wakati anaenda kwa Ibrahimu. Upako wa kifalme na upako wa kikuhani. Biblia inasema maana huyo Melkizedek mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu, alikutana na Ibrahimu akambariki. Kwa hiyo hakukutana tu kama Melkizedek, hakukutana tu na Ibrahimu kama Melkizedek, alikutana na Ibrahimu kama Melkizedek, lakini kama mfalme, kama kuhani. Maana alikutana na Ibrahimu akiwa kwenye ofisi hizo zote mbili. That why Biblia inasema ukimpokea nabii kwa kuwa ni nabii, utapokea baraka ya kinabii. Maana alikuwa amebeba upako wa kifalme, alikuwa amebeba upako wa kikuhani, anaenda kukutana na Ibrahimu. Kwa hiyo alipokuwa anambariki Ibrahimu, kulikuwa kuna upako wa kifalme anaachilia kwa Ibrahimu. Kumbuka Ibrahimu aliambiwa wafalme wa mataifa watatoka kwako. Aliambiwa na Mungu wafalme wa mataifa watatoka kwako. Kwa hiyo Melkizedek alikuwa na kiconfirm kile ambacho Mungu alisema kwa kuachilia huo upako kwa Ibrahimu wa kifalme. Na kazi mojawapo ya huo upako wa kifalme ulikuwa ni nini? Kuhakikisha kwamba Ibrahimu anapata haki zake zote. That why anasema hapa kwamba anasema kwa maana Melkizedek huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme, akambariki. Biblia inasema ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Sasa tafsiri ya jina lake, kwanza ni mfalme wa haki, alafu pili tena ni mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani. Anasema ni mfalme wa haki, tena ni mfalme wa amani. Kwa ule upako wa kifalme ambao huyu kuhani aliachilia kwa Ibrahimu, ulikuwa kazi yake ni kuhakikisha kwamba Ibrahimu hatazulumiwa popote. Kila mahali Ibrahimu atakapoenda lazima apate haki yako. Kwa hiyo sadaka ya fungu la 10 inafungua mlango wa upako wa kifalme kuja kwenye maisha yako. Ukiona kila siku kwenye kazi zako unazulumiwa, angalia vizuri, wewe unatoa fungu la 10. Hasa utoi fungu la 10, unafikiri nini kinatokea? Alaya anakuja. Tulijifunza kipindi fulani kwamba kuna alaya. Lakini ukitoa fungu la 10, kuna upako wa kifalme unakuja juu yako. Na kazi mojawapo ya upako wa kifalme ni kuhakikisha unapata haki yako. Haiwezekani wewe mwaminifu kutoa fungu la 10 alafu uzulumiwe mshahara wako, alafu ucheleweshewe kupata mshahara wako. Haiwezekani. Mungu si dhalimu, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Na Biblia inasema kabisa Melkizedek alipoenda kukutana na Ibrahimu, hakwenda tu hivi, alienda kama mfalme, alienda kama kuhani. Maana yake alikuwa amebeba upako wa kifalme. Alipokuwa anambariki Ibrahimu pia alikuwa anaachilia na upako wa kifalme kuhakikisha kwamba Ibrahimu popote atakapoenda atapata haki yake. Lakini Biblia inasema ni mfalme wa amani. Unajua amani ina maana mbili kubwa. Amani inaweza kuwa na maana ya utulivu, lakini amani inaweza kuwa na maana ya prosperity, mafanikio. Kwenye Kiebrania hili neno amani limetafsiriwa kama mafanikio.
Okay, vitu vingine tutaviangalia huko. Tuviangalia huko mbele. Haleluya. Tuendelee tena mbele. Safari yetu ni ndefu. Lakini pia Biblia inasema kwa habari ya kwamba huyu alikuwa ni kuhani. Kwa pia upako wa kikuhani ulikuwa juu ya huyu Melkizedeki. Alipokuwa anambariki Ibrahim, na upako wa kikuhani ulikuwepo juu yake. Na kazi ya upako wa kikuhani ni kuomba. That why hata Lawi unaona anakuwa kuhani sasa. Unafikiri Lawi ukuhani wake aliupata wapi? Aliupata kwenye sadaka ya fungu la 10. Alipotoa akiwa kwenye viuno. Haleluya. Tuendelee pointi nyingine. Itakuwa ya 4. Fungu la 10, sadaka fungu la 10 inaleta overflow ya akiba. Nimetafuta sasa hapa. Overflow unawekaje Kiswahili chake? Ongezeko la akiba. Kabisa. Okay. Overflow ya nini? Kumwagika. Yaani akiba inakuwa nyingi hadi kiasi kwamba inamwagika. Hey! Hivi tupo kwenye fungu la 10. Angalia mistari. Hey! Hichi ndio kilinishangaza sana. Nikasema, kweli hiki kitu kwenye fungu la 10 kweli. Mbona haireflect kabisa na maisha yetu? Lakini kipo kwenye fungu la 10. Wakati mwingine unaanza kuhisi hivi neno ni sahihi kweli au limekosewa? Yaani nikuonyeshe. Haya, fungua Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Asema, leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Sasa angalia, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Anasema mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata isiwepo nafasi ya kutosha. Manake Mungu hata mwaga tu baraka za wewe kutumia saa hiyo. Atamwaga baraka nyingi kiasi kwamba utatumia mpaka zile baraka zitabaki. Na si tu zitabaki, hata mahali ambapo utaenda kuziweka zile baraka patakuwa patoshi. Ndicho anachokisema hapa. Haleluya. Yes, kuna overflow. Yaani tuchukulie labda unalima mashamba. Ile store yako inajaa, alafu unakosa pa kuweka. Sasa vipi kwenye hela? Vipi kwenye hela? Maana yake nini kwenye hela? Mungu anakubariki kwenye eneo la hela. Unakuwa na hela za kutumia, na unakuwa na hela unaweka akiba kwa ajili ya mambo yako yote unayotaka. Kiasi kwamba ile akiba uliyoiweka kwa ajili ya mipango yako yote inakuwa nyingi kiasi kwamba huoni tena hii hela nitakuja kutumia kufanya nini. Sijui kama mmenielewa. Haleluya. Yaani unajua kuna watu wanawekaga akiba afu hawana mipango na hiyo akiba. Hilo nalo litatizo hilo. Kwa hiyo unaweka akiba kwamba hii hela nitatumia kujenga, hii hela nitatumia kufanya hivi, hii hela nitakutumia kufanya hivi. Mpaka inafika wakati una hela afu hujui nitatumia kufanya nini. Hiyo ndio overflow. Overflow ya akiba. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba hata isiwepo nafasi ya kutosha. Yaani ukitoa fungu la 10, Mungu anafungua mbingu, anaachilia baraka, zinajaa kwenye maisha yako, kiasi kwamba ile akiba unayokuwa nayo nyingine hata hujui utumie kufanya nini. Mungu, kabla sijafa naomba unipe ku experience hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia kuna watu wa namna hii duniani ambao wana hela afu hawajui watumie kufanya nini. That way ukicheza na kaidia kako na kaposti wanakachukua.
watu wana hela afu hawajui watumie kufanya nini dunia hii. Haleluya, haleluya. Okay, tuendelee tena mbele. Mungu kukuwekea ulinzi wake. Mungu kukuwekea ulinzi wake. Itakuwa ya 5 Mungu kukuwekea ulinzi wake. Malaki 3:11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Anasema nami kwa ajili yenu, kwa sababu tu ya kutoa fungu la 10. Nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Nilielezea nafikiri wiki kadhaa zilizopita huu mstari. Nikasema kwenye maisha yetu kuna vipindi viwili vikuu. Kuna kipindi cha kupanda na kipindi cha kuvuna. Kipindi cha kuvuna kuna adui ambaye huwa anainuka kupambana na wewe, kukuzuia kupanda. Na kuna kipindi cha kuvuna pia kuna adui ambaye huwa anainuka kuhakikisha anaharibu yale mavuno. Biblia inamuita alaye. Angalia hapa, anasema kwamba nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati. Angalia huyu alaye anakuja saa ngapi? Anakuja saa ngapi? Anakuja wakati yale vile ulivyovipanda vimeanza kuleta mazao. Anakuja wakati umepanda mahindi yako yameota, mahindi yameanza kutokea, ndipo anatokea. Anakuja wakati matunda yameanza kufanyika. Na kazi mojawapo anayoifanya, anasema anakuja kuharibu. Lakini kitu kingine anachokuja kufanya, anakuja kupukutisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Huyu alaye sijui ni nani. Huyu alaye ambaye Biblia inamsema, huyu alaye ambaye Mungu anasema anamkemea, haji kipindi chochote. Anakuja kipindi kile ambapo unatakiwa uone matokeo ya kile ulichokuwa unakifanya. Maana yake anakuja kipindi umepokea mshahara wako. Anakuja kipindi ambapo faida kwenye biashara imeanza kuonekana, ndo anatokea. Hatokei ukiwa hujapata faida, hatokei. Anatokea kipindi una faida. Na akija kwenye hicho kipindi anakuja kuharibu na anakuja kupukutisha. Biblia inasema ukitoa fungu la 10 Mungu atamkemea. Maana yake nini? Usipotoa hamkemei. Si 2 mara 2 ni 3. Unaangalia tu 2 mara 2 ni 4 hapa. Haleluya. Maana yake usipotoa hamkemei. Kama anasema ukitoa fungu la 10 nitamkemea, maana yake usipotoa. Kuna alaye, wewe hujui au unajua kuna alaye. Kuna anayekujaga kula mishahara, kuna anayekujaga kula faida ya biashara yako, kuna anayekujaga kula income yako. Sasa usalama wa income yako kukaa salama ni wewe kutoa sadaka ya fungu la 10. Na huyu alaye wakati mwingine huwezi kumnotice haraka. Utaona tu ni changamoto ya kawaida. Wakati mwingine sio ya kawaida, ndio alaye huyo amekuja. Unapata tu hela ndio mtoto wako anaumwa. Unapata tu hela ndo kuna mtu anasema nina shida naomba nikopeshe. Sio amejoji mpata hela. Manake alaye amekuja. Anakuja kupukutisha. Angalia hapa. Anasema hivi, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba. Kabla ya wakati wake, maana yake yale mazao yatakaa mpaka kipindi ambacho yanatakiwa yafike. Niliwaambia wakati fulani, kati ya baraka mojawapo ambayo Mungu ameweka kwenye Biblia yake ni kuhakikisha kwamba mavuno yanakutana. Mavuno yanatakiwa kukutana.
Manake mishahara inatakiwa ikutane. Kama mishahara haikutani, kuna shida mahali. Kuna shida mahali. Na Mungu atusaidie. Okay. Nataka tuangalie kwa nini watu wanatoa sadaka la fungu la 10 na hawapokei. Tatizo linaweza kuwa nini? Kwa nini mtu anatoa zaka lakini Mungu hajifunui kwake? Unaweza ukawa hutoi zaka kamili. Hutoi zaka kamili. Biblia inasema Malaki 3:10, leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili. Sasa wewe unaleta, baada ya kuleta fungu la 10 unaleta fungu la 8 au fungu la 7. Mungu hawezi kukubariki. Anasema anataka zaka kamili. Anataka zaka kamili. Kwa hiyo kama hutoi zaka kamili, Mungu hawezi kukubariki. Unaweza kuwa unamlaumu Mungu, Mungu mbona nakutolea sibarikiwi? Unatoaga zaka kamili au unatoaga fungu la 5? Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula. Jambo jingine ambalo linaweza likawa linasababisha upokei zile baraka za kimungu, kutarajia kitu kisicho kwenye zaka. Kutarajia kupata baraka ambazo Mungu hajazitaja kwamba utazipata kupitia zaka. Unatakiwa uwe unaelewa kuna vitu ambavyo unavipata unapotoa sadaka ya zaka. Kwa hiyo hivyo vitu unatakiwa vijue, na hivyo ndivyo unatakiwa uvitarajie unapotoa zaka yako. Ukivitarajia vitu ambavyo havipo kwenye zaka, hutapata. Hiyo zaka yako haitakuletea matokeo. Ndio maana nikasema kati ya faida mojawapo, niliongelea wiki iliyopita, faida mojawapo ya kutoa fungu la 10 ni mbingu zako kufunguliwa. Mungu ana open your heavens. Manake, na nikasema kwamba Mungu akifungua mbingu, kinachopita sio baraka peke yake, na Mungu mwenyewe anapita. Biblia inasema mtaona mbingu zimefunguka na malaika wakipanda na kushuka kwa mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni faida mojawapo unayoipata unapotoa fungu la 10. Kwa hiyo ukitoa fungu la 10 ukiwa unatarajia kuona mbingu zako zinafunguka, utapokea. Lakini ukitoa fungu la 10 unatarajia kitu ambacho hakijatajwa kukipata kutoka kwenye fungu la 10, huwezi ukakipokea. Nimekwambia hapa, unapotoa fungu la 10 unapokea upako wa kifalme na wa kikuhani. Kwa hiyo ukitoa fungu la 10 kuwa na imani ya kwamba naenda kupokea upako wa kifalme na kikuhani, unapokea. Ukitoa fungu la 10 ili upate faida, na hiyo faida ilete na akiba, utapokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Kwa hiyo make sure unatarajia kile ambacho ni sahihi kinatoka kwenye fungu la 10. Jambo jingine, unatoa fungu la 10 ili usifiwe. Na kuna watu wananotigi huko, kama mwingine anataka nitoa ili asifiwe.